ila mvua za daa jamani ziendelee tu kunyesha. Mimi napenda mvua. Basi hapo nimetoka zangu nyumbani, nilipata kimtoko cha usiku. Nikasema ngoja niende kwa shoga yangu nikaoshe japo nywele. Sasa hii saluni ilikuwa ya rafiki yangu. Rafiki yangu alikuwa anaitwa Da Baby. Yani Da Baby nitamiss daima, na huyu ni mtoto wa Dada Baby. Bahati mbaya Da Baby alifariki. Lakini nimesema siwezi kuishi bila kuja kumsupport, na mtoto wake huyu alizaliwa tarehe moja na mimi. Kwa hiyo yupo jirani yangu, nikamwambia mwanangu una nywele zinanuka, zinatoa harufu, hebu nioshe. Kasema Mama Queen usijali. Mama Queen nitakuosha. Bahati nzuri kufika nimemkuta na product za G-Nice, nikamwambia nitaoshia shampoo ya G-Nice Solution, nifanye steaming, uzioshe ziwe safi kabisa, unipake mafuta ya G-Nice hayo hapo nilioyashika, alafu nitampa zawadi. Nikamwambia yani rafiki yangu, sitakuacha. Kwa sababu nilikuwa nakuja hapa kwa sababu ya Da Baby, basi nitahakikisha pia nikipata nafasi siku moja hebu muone kanipa juisi, mara nikande, ananipa story. Hapo alikuwa ananiambia yani kuna kapo anaipenda mjini, yani ananiambia Da Queen hiyo kapo naipenda, natamani siku waoane. Nikamwambia usijali, mipango ya Mungu ikiwa sawa wataoana tu lazima. Si akaanza kunisugua nywele sasa kama mama yake Kamrisi jamani, ananiosha nywele mpaka nakwambia upande nimepelekwa shingo, nakwambia hizi nywele leo lazima ziwe safi. Na zilitakata. Kama unavyojua shampoo ya G-Nice Solution ina povu la kutosha. Niliosha nywele zangu zikatakata, zikanukia, akaanza kunipaka. Hapo alikuwa akinipaka steaming, nilivyomaliza steaming akanipaka conditioner nywele zangu ili zisiwe ngumu, akaniwekea na rollers, akanambia we G-Nice anasemaga tusi blow dry nywele. Baada ya kutoka kwenye moto kama unavyoona hivyo kwenye dryer nywele zimekauka, alinipaka mafuta ya G-Nice Solution, yale ambayo yanapaka watu wa nywele zenye dawa. Kama unavyoona nywele yangu imezidi kujaa rafiki.